Haya, sawa kabisa. Kwanza ni wasalimu ndugu zetu, enyi mkao Marurui na ambao mnatoka kando ya mji huu, tukiwakaribisheni sana kwa ajili ya sabato nyingine, na kama ilivyo ada na desturi yetu, kila sabato ni vizuri tukiwahusisha katika mwenendo huu ama katika ufalme wa Elohimu wetu, maana unakaribia na Yeshua yuaja katika mawingu, yuaja na ufalme wa Elohim, ufalme wa baba yake. Na langu sana ni wasalimu nikitumai ya kwamba wakazi wa Marurui mumelindwa na Elohim, mumelindwa na baba yetu wa mbinguni, na mmejaliwa neema na pumzi na afya. Kwa hivyo langu katika siku ya leo, na watakieni sabato njema ama siku nzuri ambayo ni siku ya saba, tena ambayo inakamilisha juma kwa mujibu wa sayansi na maandiko kama vile ambavyo ilivyoandikwa. Lakini leo lengo na madhumuni ni tusikie neno la Elohim anasema namna gani. Kwa hivyo ningependa ya kwamba kwa muda, maana muda umekwisha kusonga sana, naomba uniweze kunivumilia kidogo ili ya kwamba tusemezane habari ya maandiko. Msomaji 3:13 kitabu cha Waebrania. Hii ndiyo maana, kisa na maana au sababu ya siku ya leo. Ningependa tusemezane kwa mujibu wa aya za maandiko kama vile Baba anavyotuagiza kama wajumbe wake. Waebrania 3:13, msomaji. Inasema ndiyo, lakini muonyane kila siku. Hapo mwandishi wa kitabu hicho anasema ya kwamba lakini muonyane kila siku, maadamu iitwapo leo. Kwa hivyo maadamu inaitwa siku hii ya leo, as long as it is called today, maandiko yanasema tuonyane. Kwa hivyo tunaonyana maadamu siku ya leo Baba ametujalia mimi na wewe tunayo hiyo pumzi na afya. Kwa hivyo ndo manake tunaangaliana sisi wenyewe kwa wenyewe. Maliza haya. Inasema ili mmoja wenu asifanywe mgumu kwa udanganyifu wa dhambi. Kwa hivyo ili mmoja wetu asifanywe kwa udanganyifu wa dhambi. Kwa hivyo hilo ndiyo maana tuonyane kila siku. Timotheo wa kwanza 2 mstari wake ni wa kwanza, kama ilivyo ada na desturi. Kitabu cha Timotheo wa kwanza 2 mstari wake ni wa kwanza, msomaji.
Nasema ndio. Basi kabla ya mambo yote. Kwa hivyo basi kabla ya mambo yote, nataka dua yawe yanasema ya kwamba anataka dua na sala, ndio, na maombezi na shukurani zifanyike kwa ajili ya watu wote. Kwa hivyo hilo ni agizo ambalo Elohim wetu ametuagiza. Shaul akimwandikia Timotheo anamwambia, mwanangu, maana alikuwa amepewa mamlaka hata ya kuwamwagia wazee mafuta. Alikuwa kama ni askofu wa kusanyiko lile, akamwagiza basi wakati wote kabla ya mambo yote anataka dua, sala na maombezi na shukrani zifanyike kwa ajili ya watu wote. 95:6 kitabu cha Zaburi, kuna taratibu ambazo Elohim wetu ameweka, na ikiwa ya kwamba nitakosa kumpigia Elohim magoti ni kwa sababu ya labda nguo nimevaa, kiwango cha dhamana ya pesa ambayo iliyo nayo, hilo inakuwa ni baya zaidi. Lakini kama umejaliwa na uko na afya na inawezekana hata kumpigia magoti, maana ndivyo anenavyo. Soma msomaji, nasema namna gani? 95:6 Zaburi. Njooni tuabudu. Daudi akasema, ndugu yangu na unisikilize, anasema njooni tuabudu, tusujudu, tupe habari, piga magoti mbele za Yahwe aliyetuumba. Kwa hivyo kuna jambo la kwanza, na Yahwe anaitana, anasema njooni tuabudu, tusujudu, tupige magoti mbele za baba yetu Yahwe ambaye aliyetuumba. Kwa hivyo yeye aliyetuumba tunafaa kumpigia magoti, na pia kuna ile taratibu Elohim wetu ameweka vile ambavyo tunafaa kumuomba yeye. Kwa hivyo hiyo ndiyo jinsi ambayo inatupasa sisi. Msomaji, 3:14 wa Efeso inasema namna gani? 3:14, hata watumishi wa Yahwe vile ambavyo walivyofundisha ni ya kwamba watu wakati wanapoomba ni vizuri, inawezekana iwe ni vizuri zaidi ikiwa Yeshua alipiga magoti, hata sisi ni vizuri kufuata mtindo wa mitume na manabii. Soma ile, sema namna gani? Nasema ndio. Kwa hiyo anasema, kwa hiyo mpigia baba magoti. Anasema ninampigia baba magoti ambaye kwa jina lake wote wa mbinguni na wa duniani unaitwa. Kwa hivyo ni vizuri kuwafuatilia wao. Anasema ya kwamba unampigia baba magoti ambaye baba wote umeitanishwa naye. Kwa hivyo acheni tuanze na dua, alafu baadaye tuingie katika somo. Baba yetu wa mbinguni, Elohim wa Yeshua Masihi na Elohim wetu, tunanyenyekea tena mbele ya kiti chako cha rehema kwa ajili ya neema yako nyingi, hata kutufikishia siku ya leo sio kawaida. Tunanyenyekea tuseme ya kwamba hakika wewe peke yako, hamna mwingine anayefanana nawe, utukufu wako hamna mwingine utakayempa. Asante ni kwa ajili ya kutukirimia baraka, neema, tubuheri wa afya siku ya leo pamoja na msikilizaji. Tunaenda kusoma neno lako kama ilivyoandikwa, kama ulivyoamuru katika maandiko yako matakatifu. Tusomapo, fungua masikio ya kiroho na ufungue macho yetu tukaone, na zaidi ya hayo tukapata kuamini na kuchukua hatua ya imani, tumkimbie shetani na tukukaribie wewe, nawe utatukaribia, naye shetani atatukimbia. Lengo na madhumuni tupate mazao katika mji huu. Neno lako na lipate kuwa na munyu ama na chumvi ndani yake, ili ya kwamba msikilizaji anaposikia na hata mioyo migumu ukatuondolea katika jina la Yeshua. Katumbia moyo wa nyama, tena roho mpya, ili ambayo inayokutii wewe, ili ya kwamba tutakaposikia sauti yako Baba wa rehema, ya kwamba tukaweza kutii. Katika jina la Yeshua tunaomba na kuamini. Kwa hivyo karibuni sana wasikilizaji wetu, na Baba awabariki. Na tunapoanzia ni vizuri, ni kwa sababu hii. Msomaji nisaidie kitabu cha Warumi
3 mstari wake ni wa 17 ama 10:17 kitabu cha Warumi, tunapoanza mahali pale. Maana Elohimu wetu ni mwema, lakini kuna mpangilio ambao baba yetu Yahweh alipotuumba aliweka mpangilio ili mwanadamu aweze kumwabudu yeye, jinsi ambayo mwanadamu anafaa kufuata taratibu zake, na ili ya kwamba aweze kumwabudu, ama ni njia gani tunafaa kutumia kumwabudu Yahweh. Sasa wakati mtu anapohubiri, kuna kitu moja anatumia ili ya kwamba aweze kufanya wewe ukaamini. Maana labda mimi nilisikia wimbo nikaamini, labda mimi niko na imani ambayo nimerithi kwa baba yangu, labda niko na imani ambayo rafiki nilisikia akiniambia twende katika kusanyiko, nami nikafuatana naye, lakini ulifuata labda pengine kwa kukosa kujua. Lakini wakati unaposoma maandiko, inawezekana labda nilipotezwa wakati wa zamani, lakini baba asema hivi katika kitabu cha Warumi 10 mstari wake wa 17, msomaji asema hivi ya kwamba katika habari zote ili mtu awe na imani thabiti, kama vile Waebrania anavyosema ya kwamba imani chanzo chake, ama wakati anaposema ya kwamba imani ni kukua na bayana ya mambo ambayo yasiyoonekana. Unaamini kitu ambacho kisichoonekana, maana na hata muumba wetu hatujamuona hata siku moja, lakini tunaamini yupo. Lakini kile ambacho kinafanya ya kwamba tunamwamini ni kile ambacho tunachokiona na kusoma ndani ya maandiko yake. Soma msomaji, nasema namna gani? Nasema basi imani. Kwa hivyo maandiko yanasema ya kwamba imani chanzo chake ni kusikia. Kwa hivyo the beginning, ama wakati unapoanza kuamini, hata wale wanaotutazama katika mitandao, baba wabariki sana, ya kwamba ili ya kwamba uwe umeamini, maandiko yanasema chanzo cha imani, the beginning of faith, believing, kile ambacho ndugu yangu nafaa kukiamini, na ili ya kwamba ule unayemwamini wewe. Unajua kuna imani nyingi zimetokea duniani, lakini imani ni moja ambayo muumba wetu amepeana, kwa sababu ikiwa ya kwamba Elohim ni mmoja, Yeshua basi ni mmoja, ingawaje tunamuita kwa majina tofauti tofauti, na ikiwa kwamba kama vile maandiko isemavyo ya kwamba imani moja na ubatizo mmoja, na tena katika tumaini moja, anasema tunaye roho mmoja, na ikiwa Elohim anaishi ndani yetu, maandiko yanasema ya kwamba hiyo tunafaa kuwa nayo moja moja. Lakini sisi kurupuke leo, nami nafungua kusanyiko langu, nami nasema mimi ndiye founder. Kwa hivyo si la Elohim, I'm the founder wa hilo kusanyiko. Lakini kwa mujibu wa aya zenye tunasoma katika maandiko, Elohim mwenyewe yeye ndiye founder wa kusanyiko lake. Manake anasema ya kwamba chanzo cha imani, this is the beginning of believing. Msomaji anasema ya kwamba chanzo cha imani, anasema namna gani? Ni kusikia. Kwa hivyo chanzo cha imani ni kusikia. Ndugu yangu, wakati unaposikiliza una kitu muhimu, na ningependa tusemezane nawe kama ndugu, ila ndugu mdogo na ndugu mkubwa. Inawezekana ya kwamba niwe ndugu yako mdogo, naomba unisikilize kwa makini, maana neema ya Elohim ya kwamba haipimwi na mwanadamu kwa vitu vinavyoonekana. Anasema hivi ya kwamba chanzo cha imani ni kusikia. Kuna ile imani ulionayo, maana ili iwezekane ya kwamba unasema mimi ninayo imani yangu, lakini kwa mujibu wa aya, msomaji anasema namna gani? Na kusikia, anasema na kusikia kuja kwa neno la Masihi. Kwa hivyo kusikia inakuja kwa neno la Masihi, the word of the Messiah. Hapo ndipo tunajenga hoja ya kwamba wakati unaposikiliza kuna kitu ambacho kinaitwa kusikia, na kusikia maandiko yanasema ya kwamba huja kwa neno la Elohim. Kwa hivyo kile tutakachokitumia siku ya leo, na ili ya kwamba upate kuwa umeamini na kubaini kati ya imani ya kweli na imani ya uongo, tutalitumia hilo neno ili ya kwamba ile imani niliyo nayo iwe imethibitishwa
na maandiko. Ni kwa sababu gani? Kile ambacho kilichoandikwa tutakitumia hicho, maana iwezekani tuchanganye neno la Elohim na uongo, yaani kweli na uongo. Mwingereza akasema hivi katika kutunga methali zake ama proverbs, akasema lies it likes changing the shoes. Lie likes changing shoes, but the truth likes walking barefooted. The truth always, it will never change. It likes always to walk barefooted. Na nitanena haya kwa upendo mwingi, na ili ya kwamba tuweze kusemezana, hata ikiwezekana tuokoe wengine na moto. Ndugu yangu, mimi nanena na mimi na wewe, nikijitangulia mwenyewe, nikijua kwamba hata wakati Yeshua ajapo, si kana kwamba mimi nitahukumu wanadamu katika uzimani. Msomaji nisaidie Yuda 1 mstari wake 25-24. Haya ili ya kwamba wakati ambapo neno linaposomwa, maandiko yanasema ya kwamba ili wale wote ambao watakaoamini imani yao iwe imetokana na maandiko. Hebu soma tusikie katika Yuda 1:23. Ni kwa sababu gani msomaji? Sema na wengine. Changamka. Wakoni kwa kunyanyapua katika moto. Rudia hiyo aya tena vizuri. Na wengine. Anasema na wengine. Huyu ni Yuda ambaye ni ndugu yake Yeshua. Anasema ya kwamba na wengine fanyeni nini? Waokoeni. Waokoeni kwa kunyanyapua katika moto. Kwa hivyo kuna wengine labda inawezekana wamehukumiwa katika moto ambao shetani ataingia. Lakini Yuda akasema waokoeni wengine na moto. Endelea naye, asema neno gani? Na wengine wahurumieni kwa hofu. Kwa hivyo na wengine wahurumieni kwa hofu, vile ambavyo maandiko yanavyosema, waokoeni wengine na moto. Wathesalonike wa kwanza 2 mstari wake ni 3. Inakili ya kwamba wakati tunaposimama na kusemezana habari ya neno la Muumba wetu, hoja ni ya kwamba tuwe tumesimama. Yeshua wakati alipopaa, ukisoma Waefeso 4:11, alitoa wengine kuwa manabii na wengine kuwa mitume, wengine kuwa walimu, wengine wainjilisti na wengine kuwa wachungaji. Lakini ukisoma aya ya 12, maandiko yanasema ili kusudi kusanyiko la Elohim lijengwe na kuwakamilisha watakatifu. Kwa hivyo ili ya kwamba tuwe tumekamilika, ili ya kwamba tuwe tumesitirika katika imani, lazima kwanza tuwe tumehubiriwa na kujengwa katika msingi wa kweli wa imani. Soma ndio msomaji anasema namna gani? Anasema Wathesalonike wa kwanza 2 mstari wake ni 3. Anasema hivi, changamka baba. Maana maonyo yetu si ya ukosefu. Mtume akasema maana maonyo yetu sio ya ukosefu. Endelea. Wala ya uchafu, wala ya hila, bali kama tulivyopata kibali kwa Elohimu, we got favor, kama tulivyopata kibali kwa Elohimu, tuwekewe amana Injili, ili ya kwamba tuwekewe imana Injili. Hivyo tunenavyo. Kwa hivyo hivi ambavyo tulivyopata kibali ili tuwekwe amana Injili, Mtume anasema ya kwamba ndivyo tunenavyo, si kama wapendezao wanadamu, si kama wanaowapendeza wanadamu. Kwa hivyo andalai au upigie mstari kile ambacho ingawaje inawezekana unasikia kinachuna ama kinachoma moyo wako. Ndugu yangu, si kana kwamba tunakuchukia wakati tunaposemezana habari hii, na kitu ambacho tunafaa tuweze kuweka mipaka ni ya kwamba neno la Elohimu si la mtu binafsi, linaongelea kila mmoja, kila mwanadamu, as long as you're walking every creature. Neno la Elohimu si la mtu binafsi ati ya kwamba niwe na kuendea direct. Wanasema ya kwamba hiyo umekuja direct to me, is it direct proportion? Si kana kwamba ni mimi, lakini maandiko wakati ninaposoma mimi nami niko chini ya hayo maandiko, hata nikiwa mtumishi wa Elohim, hata nikiwa abeso yenye inatumika. Yawe yanasema ya kwamba sisi wakati tunaponena si kana kwamba tunataka tuwapendeze wanadamu, lakini sababu gani msomaji? Inaendelea kusema namna gani? Nasema si kama wapendezao wanadamu, si kana kwamba wanaowapendeza wanadamu,
Kwa hivyo kile ambacho tutakisoma, maana hawezi ukamfurahisha Yahweh at the same time unamfurahisha mwanadamu. Ni ila kati ya mmoja ataweza kukasirika na mwingine atafurahia. Nisaidie 3:34 kitabu cha Injili ya Yohana. Yeye ambaye aliyetoka kwa Elohimu, Yeshua anasema maneno haya. Maana ukisoma sura ya 3 ni Nikodema anaongeleshwa, wanasemezana na Yeshua. Na inawezekana neno linachoma, maana neno la Elohimu ni hai, tena lina ukali kuliko upanga ukatao kuwili. Kwa hivyo katika hili neno sio ajabu ya kwamba usikie linahubiriwa alafu ukatae kumusalimia hata mchungaji, hata unakosa kumuongeleshea, na hata anaweza kusalimia hata usisalimike. Ni kwa sababu yale maneno anayoyasema hayaingiani na kile unachokiamini. Soma ndivyo msomaji anasema namna gani? 3:34 Injili ya Yohana. 3:34 Injili ya Yohana inasema, kwa kuwa yeye aliyetumwa na Elohimu, anasema hivi, kwa kuwa yeye aliyetumwa na nani? Elohimu. Kwa hivyo ikiwa ya kwamba umetumwa na Elohimu, unafanya nini? Yanena maneno ya Elohimu. Kwa hivyo na yeye anayanena maneno ya Elohimu. Kwa hivyo ikiwa ya kwamba mtumishi ni kweli ametumwa na Yahweh, lazima ayaseme yale ambayo Elohimu aliyomwagiza. Maana yeye ni mtumishi, yeye ni mjumbe, yeye ndiye aliyetumwa ili ya kwamba aweze kupeleka habari njema ya ufalme wa Elohimu. Yeshua akasema katika 3:14, msomaji, anzia 3:12 kitabu cha Mathayo. Yeshua akasema watu na watubu. Hapo basi alipopata kubatizwa, alianza kuambia watu, tubuni, maana ufalme wa Elohimu umekaribia. Hebu soma ndivyo nasema namna gani? 3:12. Ambaye pendo lake li mkononi mwake, ndio naye atausafisha sana uwanda wake. Endelea. Na kuikusanya ngano yake ghalani. Bali makapi atakayeteketeza kwa moto usiozimika. Tupe habari. Wakati huo Yeshua akaja kutoka Galilaya. Huyo Yohana anasema ya kwamba habari za Yeshua, lakini wakati huyo Yeshua akaja kutoka pande za Galilaya mpaka Yordani kwa Yohana ili abatizwe. Soma ndiko. Lakini Yohana alitaka kumzuia, akisema, anasemaje? Mimi nahitaji kubatizwa na wewe. Kwa hivyo mimi nahitaji kubatizwa nawe Yeshua, na wewe waja kwangu? Na wewe unakuja kwangu? Yeshua akajibu akamwambia, imetupasa bali hivi sasa, kwa sababu kwa kuwa hivi tupasavyo kutimiza haki yote. Kwa sababu hivi ndivyo itupasavyo kuitimiliza haki yote. Endelea andiko. Basi akamkubali. Basi Yohana akamkubalia. Yeshua alipokwisha kubatizwa. Yeshua alipokwisha kubatizwa, akapanda kutoka majini. Niendelea. Natazama mbingu zikamfunukia. Alafu akamwona Roho wa Yahweh akishuka kama hua. Akamwona Roho wa Elohim akishuka kama hua, akija juu yake. Natazama sauti kutoka mbinguni ikisema. Inasema namna gani? Huyu nani huyo? Mwanangu. Anasema Yeshua ni mwanangu mpendwa wangu, ninayependezwa naye. Mstari wake ni wa 17. Endelea naye, inasema namna gani hapo? Natazama sauti kutoka mbinguni ikisema. Nataka mstari wa 18. Hapo Yeshua akaanza kuambia tubuni. Hapo katika hiyo aya soma 1:14 basi Marko inasema namna gani? 1:14 kitabu cha Marko. Yeshua anasema ya kwamba tutubuni, maana ufalme wa Elohimu umekaribia. Hebu soma tusikie. Hata baada ya Yohana kutiwa gerezani, Yeshua akaenda Galilaya akihubiri habari njema ya Elohimu. Akahubiri habari njema ya Elohimu anasema namna gani? Wakati umetimia, ufalme wa Elohimu umekaribia. Na ufalme wa Elohimu umefanya nini? Umekaribia. Kama Yeshua wakati wake ufalme ulikuwa umekaribia, basi sasa nadhani ya kwamba tumebakia kama kufumba na kufumbua jicho atwikrinobanaye, ili ya kwamba ufalme wa Yeshua ya kwamba huu umekaribia, yani huu umefika hapa duniani. Lakini Yeshua anasema, anawaambieni wanadamu ya kwamba tubuni,
ili ya kwamba maana ufalme wa Elohim umekaribia. Na vile vile maneno ya leo yaliandikwa ili ya kwamba yatufundishe sisi, ili kwa faraja ya maandiko tupate kuwa na tumaini. Na katika hayo maandiko, ndugu yangu unayenisikiliza, ya kwamba tunatubu. Yesu anasema ya kwamba tubuni, you come back, you turn away, ya kwamba mahali ambapo tulipopotezea njia, tulipopotezea compass direction ya kuelekea katika uzima, Yesu anasema tutubu, anasema turejee. That is the meaning of repentance, ama kurudi mahali ambapo tulipopotea. Na vile vile katika makusanyiko 7 yanazidi kuambiwa yale maneno. Manake ikisema ya kwamba tumeokolewa, Yesu anasema watu wangu walioitwa pamoja katika jina langu, ikiwa ya kwamba wataweza kunyenyekea na kunirudia mimi, yawe anasema ya kwamba hakika nitaiponya nchi yao na nitakemea hata nzige watoke katika nchi yao. Na tumeangalia makusanyiko yale ya kwanza, tukaangalia Efeso, na tukaangalia kusanyiko la Simurina, na tukaangalia kusanyiko la tatu lililoitwa Pagamo. Lakini siku ya leo ya kwamba kuna kusanyiko lingine, another assembly Kehila, inaitwa Theatra. Sasa hapa wakati tunapoingia katika ufunuo wa Yohana, na ili upate ujumbe ambao Elohim alikuwa na kusudi nalo katika kusanyiko la Thiatira, na ili ya kwamba tujifundishe mimi na wewe, maana inawezekana iliandikiwa yale makusanyiko 7 katika Asia, na pia ni unabii katika habari ya kusanyiko katika kila kizazi. Na ili ya kwamba tujifundishe na makusanyiko haya 7, kuna mambo ambayo tunafaa tukajiepusha naye, mimi na wewe. Na ikiwa wewe ni muumini, ya kwamba ni lazima kile ambacho Yahweh anakisema, lazima tufuate utaratibu wa Yahweh. Lakini kinginecho na kinyume cha hayo, itakuwa ya kwamba tunamtumikia another master, tunamtumikia bwana mwingine ambaye ya kwamba hakutumwa na Elohim, ambaye si Yeshua ambaye tunayemtumikia. Msomaji, Ufunuo wa Yohana 2 mstari wake wa 18 inasema namna gani? Inasema hivi, Yohana asema kwa malaika wa kusanyiko lililoko Thiatira andika. Anasema ya kwamba El Merek au El Malak in Kehila, that is in Thiatira. Anasema namna gani? Anasema andika. Sasa anaambia kwa kusanyiko la Thiatira andika, haya ndio anenayo Bwana wa Elohimu. Ati haya ndio anenayo nani? Bwana wa Elohimu. Kwa hivyo kwa mujibu wa Yohana akiwa katika kisiwa cha Patmo, Yesu alimwambia andika, na andike barua ndogo, ili kwamba kusanyiko yale 7. Sikiza ndugu yangu, venye hapa Yesu anaanza utangulizi. Anasema yeye ambaye haya ndiyo asemaye kwa kusanyiko la Thiatira andika. Anasema ya kwamba haya ndiye asemaye, anasema mwana wa Elohim, the son of Yahweh, the only begotten babe of Adam. Wanasema ya kwamba Rebemere Adonai Hamashiach Yeshua, ya kwamba mwana wa Elohim wa pekee aliye hai. Na hapa tunapata ya kwamba ikiwa ya kwamba hatuamini Yeshua is the only begotten son of the Father, hapa imani nyingine ikaingia, ambayo wale walioingiza sio wale ambao ni watumishi wa Elohim. Ni kwa sababu gani? Yeshua akasema katika 3:34 ya kwamba yeye atokaye kwa Yahweh, ya kwamba anayesema maneno aliyoagizwa. Yesu akasema katika 12:47 mpaka 49, akasema mimi, yeye ambaye nikatae mimi, anakataa yule aliyenituma. Maana yale nisemayo hayatokani na mimi, lakini yanatokana na yeye aliyenituma. Kwa hivyo yeye anayenikataa anamkataa yeye, maana alitumwa na Yeshua. Kwa hivyo wakati unapopata ya kwamba Yeshua ambaye aliyetumwa na Baba asema mwana wa Elohim, msomaji 10:13 kitabu cha Injili ya Yohana, hapa tunapata ya kwamba kuna imani iliyogeuzwa na kisa na maana. Kusoma katika hizi aya, ndugu yangu, usione kana kwamba maandiko yatukandamiza. Hapana, kile ambacho tulichoagizwa katika Waefeso 4:12 inasema ili kusudi la hizi karama za Elohim ni ili ya kwamba wakamilishe kusanyiko la Elohim, wakamilishe, wawe wamekamilishwa. Neno la Elohim it vanishes
it punishes you, ya kwamba inakuadibisha katika haki yote. Wewe umekamilisha kutenda kila kazi njema ya Elohim. Kwa hivyo hata katika hili, hata kwa upendo, hata niseme ya kwamba nawapenda ndugu zangu, na ya kwamba naona tunapotea sisi wote pasina mchungaji, ya kwamba hilo linakuwa ni upendo ulio na unafiki, yaani upendo ambao ita hypocritical love. Abu Ismail akasema heri kemeo la rafiki kuliko upendo wa mnafiki. Hapo tunapata ya kwamba ni heri tusemezane wakati maadamu tuko hai. Mtume akasema ya kwamba tusemezane habari za maandiko maadamu itopolee, maana ili mmoja wetu asiweze kushikwa na dhambi. Msomaji, umefika katika ile aya inasema 10:33. Yeshua ili ya kwamba awe ni mwana wa Elohim, imani yetu ni gani? Hebu soma aya hii, inasema namna gani? Inasema ndio, Wayahudi wakamjibu Yeshua, ajili ya kazi njema hatukupigi kwa mawe. Kwa hivyo kwa ajili ya kazi njema hatukupigi kwa mawe, bali kwa kukufuru. Lakini wanamwambia bali kwa kukufuru, kwa sababu anamwambia namna gani? Uliye mwanadamu. Wanamwambia Yeshua, wewe ambao uliye mwanadamu wajifanya mwenyewe u Elohim, wajifanya kana kwamba wewe mwenyewe u Elohim. Kwa sababu gani? Yeshua akawajibu, je, haikuandikwa katika Torati yenu ya kwamba, haikuandikwa katika Torati yenu, katika Zaburi ya kwamba ninyi, mimi nimesema ya kwamba ninyi niweza, nyinyi nimeweza. Nisomee mstari wake wa 36, inasema namna gani? Je, yeye ambaye Baba alimtakasa, anauliza ya kwamba je, yeye Baba alimtakasa, akamtuma ulimwenguni, ninyi mnamwambia, unakufuru. Ati wanamwambia anakufuru kwa sababu gani? Alisema mimi ni mwana wa Elohim. Kwa sababu Yeshua alisema yeye ni mwana wa nani? Elohim. Lakini pale watu wanasema ya kwamba wale Wayahudi wanamwambia Yeshua unakufuru, lakini Yeshua anasema je, yeye Baba aliyemtuma ya kwamba akamtakasa na akamtuma ulimwenguni, nyinyi mnamwambia anakufuru? Yeshua anasema ni kwa sababu mimi nalisema mimi ni mwana wa Elohim. Kwa hivyo wakati unapokiri hakika Yeshua ni mwana wa Elohimu, ya kwamba unao uzima wa milele. Lakini inawezekana ya kwamba wapo watatu wengine wanasema ya kwamba Yeshua na Baba na Roho Mtakatifu ni kitu kimoja, manake ni Trinity, yaani ya kwamba ni umoja. Wanasema utatu mtakatifu. Lakini wakati unapochunguza maandiko ya kwamba kati ya Baba na Mwana ya kwamba kuna mkuu kuliko mwingine. Yeshua alizaliwa na Baba. Yeshua alizaliwa na Baba. Hebu msomaji nisaidie Wakolosai 1:15. Wakolosai 1:15. Ili ya kwamba imani inayoandikiwa viatra lazima wakuwe na imani ya kwamba Yeshua is the only begotten son of the Father, the man of Yahweh, the only begotten, mwana wa Elohimu wa pekee. Yeshua amezaliwa na Baba. Kwa njia gani? Mimi sifahamu, lakini mafumbo ya Elohimu ni Elohimu. Yale yaliyofunuliwa ni yangu mimi na wewe. Soma ndio inasema namna gani katika hiyo kitabu. Hiyo aya inasema namna gani? Ni mfano wa Elohimu asiyeonekana. Wafilipi 1:15 nasema ya kwamba Yeshua ni mfano. Wakati Yeshua alichukua mfano wa mwanadamu, si kusema Yeshua alikuwa mwanadamu. Wakati maandiko yanasema ya kwamba Yeshua ni mfano wa Elohimu, si kusema ya kwamba Yeshua ni yeye Elohimu. Lakini inawezekana umuite Yeshua Elohim, ulitumie ataito umuita Yeshua Elohim. Hata vile vile pasipo shaka, hata ukisema Yeshua manake ni Yahweh salvation, manake ni kumsema ya kwamba Yahweh anaokoa. Kwa hivyo anakuja na jina la baba yake, lakini si kusema ya kwamba Yeshua ni yeye baba yake. Ati ya kwamba Yeshua aliambia Filipo ati ya kwamba ukiniona mimi umemwona Baba. Mungu anajenga hoja katika hiyo aya, anasema Yeshua ni yeye Baba, ni yeye Mungu wa mbingu na ardhi. Lakini wa Filipi katika Wakolosai anasema hivi ya kwamba maana yeye ni mfano, the image, msomaji, mfano wa Elohimu asiyeonekana. Kwa hivyo kuna Yeshua anayeonekana na kuna Elohimu asiyeonekana. Tupe habari msomaji. Mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. Mzaliwa wa kwanza. Kwa hivyo hapa tunapata ni mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote.
na yule ambaye anayezaliwa ako na mwanzo. Yule ambaye anazaliwa ako na mwanzo. Maandiko yanasema ya kwamba mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. Ndio anasema namna gani? Inasema kwa kuwa katika yeye, kwa kuwa katika Yeshua vitu vyote viliumbwa. Kwa hivyo katika yeye neno, katika Yeshua vitu vyote viliumbwa, vilivyo mbinguni na vilivyo juu ya nchi. Kwa vile vilivyo mbinguni na vilivyo duniani, visivyoonekana na vinavyoonekana, visivyoonekana na vinavyoonekana, ikiwa ni vitu vya enzi na usultani au enzi au mamlaka, vyote viliumbwa kwa njia yake. Vitu vyote vilifanya nini? Viliumbwa kwa njia ya nani? Yeshua. Lakini nani kaviumba? Viliumbwa kwa njia yake. Msomaji sasa kitabu cha Timotheo wa kwanza 3:16. Timotheo wa kwanza. Hizi ni hoja zinazotolewa na watu wanataka kuprove ya kwamba Yeshua ni Elohim, yeye mwenyewe. Kwa hivyo hakuna mwingine kando na Yeshua. Yeshua yeye ni yeye peke yake, ndiye kila kitu ndani yake. Hizo ni hoja ambazo zinazotolewa. Na wengine baadhi yao wanatoa zingine, wanasema ya kwamba Yeshua Baba na Mwana na Roho ni kitu moja. Kwa hivyo ndani ya Yeshua yeye ndiye Baba, yeye ndiye Mwana na yeye ndiye Roho. Hiyo maana yake Trinity. Hamna kitu kufundisha kama hiyo ndani ya maandiko. Hebu nisaidie katika hiyo aya. Inasema namna gani msomaji? 3:16 kitabu cha Timotheo wa kwanza. Bila shaka hapa mtume Shaul anaandikia mtume anaitwa Timotheo. La ushauri anamwandikia Timotheo, anamwambia bila shaka siri utaua ni kuu. Naomba tusikilize kile ambacho kinaandikwa mahali hapa. Siri ya utaua ni kuu. Kwa hivyo here is the great controversy. Anasema ya kwamba hapa anasema ya kwamba siri ya utaua ni kuu. Tupe habari. Elohim alidhihirishwa katika mwili. Elohim alifanya nini? Alidhihirishwa. Maana yake kusema ya kwamba he was manifested in the flesh. Alidhihirishwa katika mwili. Lakini swali langu hapa ni gani? Nani aliyekudhihirisha? Kana kwamba Elohimu alidhihirishwa katika mwili. Alidhihirishwa katika mwili. Msomaji soma ndio inasema namna gani? Akajulikana kuwa na haki katika roho. Akajulikana kuwa na haki katika roho. Akaonekana na malaika. Akahubiriwa katika mataifa. Akahubiriwa katika ulimwengu. Akachukuliwa juu katika utukufu. Hata akainuliwa juu katika utukufu. Wanasema hivi, Yeshua hapo alijidhihirisha katika mwili, maana yake ni Elohimu. Lakini swali tunauliza, lakini ni nani ambaye alimdhihirisha Elohimu katika mwili? Msomaji, nisaidie kitabu cha Wafilipi, nisaidie 2 mstari wake ni 5. Chakaka na niko bwana. Inasema hivi, hapa unapata ya kwamba Yeshua maana yake kusema ya kwamba alidhihirisha. Yaani Elohim alidhihirishwa katika mwili. Hapo ipajasema Yeshua ni Elohimu, inasema Elohim alidhihirishwa katika mwili. Sababu ni gani? Ya kwamba ili liwe lile neno ya kwamba Elohimu ambaye alikuwa zamani na mababa zetu, wakati wa mwisho huu ananena nasi katika Mwana. Alisema akiwa ndani ya nani? Soma Wafilipi 2 mstari wa 5. Ndani ya hiyo anasema iweni ndani ya hiyo ndani yenu iliyokuwa, ambayo ilikuwamo pia ndani ya Masihi Yeshua. Changaka msomaji. Ambaye yeye mwanzo alikuwa yuna namna ya Elohimu. Ambaye Yeshua mwanzoni alikuwa na namna ya Elohimu. Kwa hivyo mfano wa Yeshua ni mfano wa nani? Elohimu. Hapo inasema ambapo mwanzoni alikuwa yuna namna ya Elohimu. He had that exists, ama kule kuonekana kwake. Yaani muonekano wa Yeshua ni wa Elohimu. Yaani ukimwona Yeshua na muona Baba. Si kana kwamba amesema mimi ndiye Baba. Anasema ya kwamba ikiwa amedhihirishwa katika mwili. Anasema alikuwa yuna namna ya Elohimu. Lakini msomaji anasema namna gani? Anasema yuna namna ya Elohimu, lakini bali hakuona kule kuwa sawa na Elohimu. Kumbe hakuona kule kuwa sawa na nani? Na Elohimu. Ni kitu cha kushikamana nacho. Lakini bali alijifanya kuwa hana utukufu. Bali akajifanya kana kwamba hana utukufu. Kwa namna ya mtumwa. Akachukua namna ya utumwa. Akawa ana mfano wa wanadamu. Akawa yuna mfano
katika asili mbili. Hapo Yeshua si mwanadamu. The only begotten son of the Father is not a human being. Hakuzaliwa kwa asili ya kibinadamu. Lakini ukimuuliza Yeshua anasema mfano wa mwanadamu. Wakati unaposema Yeshua ni mwana wa Adamu, maana yake anafananishwa na mwanadamu. Kwa hivyo ili asili iwe ya kwamba alidhihirishwa katika mwili, hapo ili ya kwamba ionekane ni mfano. Msomaji wa kitabu cha Wakorintho wa kwanza kama sikosei 4 mstari wake, ama angalia wa pili. Ile wa pili ya kwamba ikiwa injili yetu imesitirika kwa hao wanaopotea. Soma ndio inasema namna gani? Kitabu cha Wakorintho wa kwanza. Wakorintho wa pili 4. Wa pili 4. Aya yake ni 2 inasema, anza mstari wake ni wa 3. Inasema hivi. Lakini ikiwa injili yetu imesitirika imesitirika kwa hao wanaopotea. Endelea. Ambao ndani yao uweza wa dunia hii amepofusha fikra zao wasioamini wasiwazukie nuru ya injili ya utukufu wake Masihi, isiwazukie nuru ya injili ya utukufu wake Masihi. Endelea. Ambaye, sikiliza ndivyo ninavyosema ndugu yangu, maana tulisoma Warumi 10:17 inasema imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia kuja kwa neno la Elohimu. Kwa hivyo hili neno, labda mimi nilihubiriwa kwa maneno, lakini neno la Elohimu lasema ya kwamba ambaye ni utukufu wake Elohimu, ya kwamba isiwazukie nuru ya utukufu wake Elohimu. Hapa maandiko yanasema Yashua aliye. Msomaji maliza inasema namna gani? Aliye nani? Sura yake Elohimu. Kwa hivyo aliye sura ya Elohimu. Kwa hivyo ikiwa umemuona Yeshua, umemuona nani? Elohimu. Na Yeshua ni mfano wa sura ya nani? Elohimu. Ile 14:6 kitabu cha Injili ya Yohana inasema namna gani? 14:6 kitabu cha Injili ya Yohana inasemaje? Inasema hivi, Yeshua akamwambia mimi ndimi njia. Kwa hivyo mimi ndimi njia, kweli ya uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Soma inayofuata. Nasema kama mngalinijua mimi mngalimjua na Baba. Ungemjua na Baba yangu. Sasa mnamjua. Bali sasa mnamjua. Tena mmemuona. Tena mmefanya nini? Mmemuona. Mnamjua tena mmemuona. Na Yeshua ni sura ya nani? Elohimu. Kwa hivyo ukiwa umemuona Yeshua, umemuona nani? Elohimu. Na Yeshua alisema ikiwa umeniona mimi, umemuona nani? Elohimu. Umemuona Baba. Kwa hivyo lakini Yeshua hakusema yeye ni Baba. Alisema ya kwamba ikiwa umeniona mimi, ya kwamba umemuona Baba. Kwa hivyo ikiwa tunamuona Yeshua, umemuona Baba. Yeshua akasema ya kwamba mimi ni mwana wa Elohimu. Nilikuwa nifikiria msumari mahali pale, ili ya kwamba kama hakuna fundisho kama la utatu, ndugu yangu, inatupasa tutoke. Ikiwa unaamini ya kwamba kama wasemavyo Baba ni Mungu na Mwana ni Mungu na pia na Roho, ya kwamba wanasema ni Mungu, wanasema Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho. Katika hilo dhehebu unafaa utoke kama ndege, unafaa ukimbie. Ni kwa sababu gani msomaji? Rudi katika Ufunuo wa Yohana. Ufunuo wa Yohana 2 umesoma mstari wake wa 18. Changamka msomaji. Inasema namna gani? Haya ndio anenayo mwana wa Elohimu. Ati haya ndio anenayo nani? Mwana wa Elohimu. Si Mungu mwana wa Elohimu. Hapo isemi Elohimu mwana wa Elohimu. Ili wakageuza, wanaitwa makafiri, waliokuja kwa siri wakajiingiza ndani, wanaitwa wapingamizi. Maandiko yanasema ya kwamba watoke, ikiwa ya kwamba kana kwamba hiyo imani sio imani dhabiti ya maandiko. Anasema tokeni kwangu, yaani tokeni kwake enyi watu wangu. Maandiko yanasema ya kwamba yeye ndiye aliye mwana wa Elohimu. Tupe habari. Yeye aliye na macho yake kama mwali wa moto. Yeye aliye na macho yake kama miali ya moto. Miguu yake mfano wa shaba iliyosuguliwa sana. Tupe habari. Na yajua matendo yako. Anaambia Diatra, na yajua matendo yako. Na upendo. Anajua na upendo. Na imani. Na huduma. Na subira yako. Tena kwamba. Anasema tena kwamba. Matendo yako ya mwisho yamezidi yale ya kwanza. Kwa hivyo matendo ya wana wa Diatra, matendo ya kusanyiko ya Diatra yalikuwa yaani
yalikuwa ni zaidi ya yale ambayo yalikuwa ya kwanza. Yaani wakati walipoanza walianza na pesi ya chini, lakini wanapomalizia matendo yao, hata mimi ningependa tufanane kama wana wa Thiatira, ya kwamba wanamjua Yeshua kama mwana wa Elohimu, mwana wa pekee aliye hai. Tena matendo yao ni mazuri mbele ya Yeshua, ya kwamba mtu asikudanganye ndugu yangu, ati ya kwamba Elohimu haangalii mwili, anaangalia roho. Kwa hivyo tuende uchi, maana Elohimu haangalii mwili. Hapana, hiyo ni uongo ndugu yangu. Mtu asikudanganye ya kwamba Yeshua haangalii mwili, wakati anaposema ya kwamba miili yenu ni hekalu. Ukisoma 12:1-2 kitabu cha Warumi inasema, itoeni miili yenu, si roho zenu, itoeni miili yenu iwe dhabihu takatifu ya kumpendeza Elohimu. Mtu asikwambia kwamba ndio kitarajia muujiza. Inawezekana haya maneno labda unasikia kwamba yanachoma moyo wako. Kinyume cha hayo ni kuamini Yeshua, maana neno la Elohimu li hai. Lakini wakati neno linahubiriwa, unaposikia shindano haijaingia, basi unajua dawa bado haijaingia ndani mwilini. Msomaji endelea katika kitabu cha Ufunuo inasema namna gani? Inasema lakini sasa hapa kuna shida moja. Anasema lakini nina neno juu yako. Akamwambia Thiatira, hapa ndipo nataka tujifundishe neno ya kwamba kwa mujibu wa kusanyiko la Thiatira akiambiwa andika, anaambiwa lakini nina neno juu yako. Nina neno juu yako ya kwamba amridhia yule mwanamke Yezebeli. Anasema unamridhia yule mwanamke Yezebeli. Yeye ajiitaye nabii. Yeye Yezebeli anajiita nabii. Na kuwafundisha watumishi wangu. Na kuwapoteza. Ili wazini. Kula vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu. Na ili kuvila vitu vilivyotolewa sadaka kwa ajili ya sanamu. Hili ndilo jambo ambalo Yeshua anamwandikia Thiatira. Anamwambia Thiatira neno moja linalo kwako, ya kwamba unamridhia mwanamke anaitwa Yezebeli. Ndugu yangu, sijui kama unamfahamu Yezebeli ni nani. Singependa tusome sana, maana muda wangu naona unanipa kisogo, lakini maneno ya Yezebeli ni haya. Wewe ukirudi katika kitabu cha Wafalme wa kwanza, umukumbuke mtu anaitwa Elia Mtishbi. Elia anatokea wakati ambapo wana wa Israeli wanapoabudishwa masanamu, wanapoabudishwa na kutolea dhabihu kwa ajili ya sanamu, kwa ajili ya waweza wengine, na hata na kuzini, lakini si kuzini kwa kimwili, wanazini kiroho. Kwani wanazini kiroho namna gani? Wakati ambapo unamwacha Yawe, akia kwamba kama yeye ndiye mume wako, na umwende another master, another certain deity ambaye sio Yawe, unazini ndugu yako. Ikiwa ya kwamba unaabudu kitu kingine ambacho si Yawe, si Elohimu ambaye anapaswa kuabudiwa, basi hapo uzinifu unaingia. Kwanza tufanye literally ama tufanye kama kwa mfano. Wakati unapopata katika ndoa inakuanga takatifu, na ndoa inakuanga baina ya kijana na msichana mwanamwali, yani binti ambaye ni bikira, harusi ambayo yawe yanakubalisha. Hiyo unapata ni takatifu, tena inasimamishwa mbele ya Elohim ikiwa ni takatifu, tena ndoa yenyewe ya kwamba ni haki. Na maandiko yanasema ya kwamba katika Ibrania ukisoma 4 mstari wake, ama kama sio 4, anasema ya kwamba ndoa inaheshimiwa na watu wote. Na ikiwa ndoa inaheshimiwa na watu wote, basi hapo unapata ya kwamba ikiwa kuna mmoja wa hao wawili wakitoka nje ya ndoa, mwanaume atoke ampate mwanamke mwingine, basi anazini. Ikiwa mwanaume atatoka amuoe mwanamke mwingine, au mwanamke atoke aoleke kwa mwanaume mwingine, hiyo inaitwa kuzinifu. Vile vile Yezebeli anasema yeye ni nabii na anawatoa watu kwa Yawe, anawapeleka kwa Baali. Kwa hivyo anawaachisha waache kumwabudu Yawe, wamwabudu huyu anaitwa Baali. Inawezekana leo katika makusanyiko ya leo wapo wao ambao wanaozini katika kiroho. Mimi siongelei kuzini katika kimwili, na sijasema ya kwamba ukizini katika kimwili ufanyi dhambi. Hapana, amri za Yawe nazifuata na zinasimama milele. Hizo zinasimama mpaka siku ya Kiyama. Lakini uzinifu wa kiroho ni angalau mtu anayezini kimwili kuliko mtu ambaye anayezini kiroho. Maandiko yanasema ya kwamba huyu Thiatira, ingawaje matendo yake ni mazuri, ya kwamba kuna upendo wa kwanza na ni mzuri,
lakini maneno yake yanaambiwa ya kwamba unamridhia yule mwanamke ya kwamba anayeitwa Yezebeli. Yezebeli ana manabii 850. Ana manabii 850, 450 ni manabii wa Baali na 400 wanaitwa maabali wa Ashera. Hawa manabii wote walikuwa wakila katika meza ya Yezebeli. Na ukumbuke ya kwamba kuna mfalme anaitwa Ahabu. Ahabu ni mfalme, Yezebeli anasema ni mwanamke. Katika siku za mwisho za leo, yawe yanafananisha serikali ama mfalme kana kwamba ni Ahabu na mwanamke huyu kana kwamba ni kusanyiko. Na hili kusanyiko la Yezebeli ambaye anawafundisha watumishi wa Yahwe. Maandiko yanasema anawapoteza, ya kwamba anawafanya wanazini na wanakula vitu vilivyotolewa kwa ajili sadaka kwa ajili ya sanamu. Haya ndiyo maneno ambayo Yeshua nayo nena. Anaambia nina maneno kinyume chako. Lakini mambo haya yote ni mengi ambayo hatuwezi kuyamaliza. Lakini ndugu zangu, vyakula vilivyotolewa sadaka kwa ajili ya sanamu. Ingawaje kuna watu walio na imani, watu ambao wamekolea, imani yao iko juu zaidi sana hata kuliko imani zingine zetu. Mtume anasema ya kwamba ikiwa chakula ukila ya kwamba itakukwaza ndugu yako usile. Kwa hivyo ile chakula inayokuliwa mahali hapa sio chakula ingine, ni chakula iliyotolewa sadaka kwa ajili ya sanamu. Maana Mtume anasema, maana mnajua kwamba sanamu sio kitu, maana Elohimu ni mmoja, Baba yetu wa mbinguni ni mmoja. Kwa hivyo ikiwa nitachinja ng'ombe ati kwa sababu ya hii pulpit ama kwa sababu ya gari ama kwa sababu nimechonga sanamu kutoka mwituni, alafu naiweka macho na mdomo, alafu naanza kuinamia na isujudia, hiyo si sanamu. Hiyo sanamu sio kitu, maana iongei, haiwezi ikakula ikatembea hata unaibeba. Kati hiyo sanamu na wewe ni nani muweza? Si wewe. Alafu unabeba sanamu au unainamia. Au unasema ya kwamba unamwabudu sanamu yako. Sasa Mtume akasema kwa sababu ya kitu, maana sanamu sio kitu. Na hiyo tunajua kwamba Elohimu ni moja, sanamu sio kitu. Na kama unaweza ukakula chakula ambacho kimetolewa sadaka kwa ajili ya sanamu, dhamiri yako ni safi. Na ni kweli ni safi, maana sanamu sio kitu. Maana hata ikitolewa hili na kuwaveka na nini, lakini kwa sababu ya ndugu aliye na imani ya chini, maandiko yanasema usile ili ya kwamba usimkwaze. Kwa hivyo kama kitu inatolewa kwa sadaka kwa sababu ya kitu ambacho sio Elohimu, usikule ikiwa itamkwaza ndugu yako. Lakini wengi wetu tunasema Mtume anasema tule nguruwe, kila kitu kijacho mtu si najisi ni kile kinatoka. Hayo ni mapotofu ya shetani. Hayo ni mafundisho ya Yezebeli yule mwanamke. Msomaji, maliza haya katika hiyo, nasema namna gani? Nasema nami nimempa muda ili atubu. Ati nami nimempa muda ili afanye nini? Atubu. Hilo ndio somo la leo. Ya kwamba baada ya kuyajua matendo ya Yezebeli, ya kwamba watu ambao manabii hata wawe wengi namna gani, Yezebeli alikuwa na manabii wengi ambao hata hawakuwa na kweli, walikuwa wanadanganya Israeli. Lakini wakati mmoja Elia akatokea, akamwambia Ahabu, nenda akamwambie Yezebeli ya kwamba manabii wake wote tupatane nao Karmeli, tujue ya kwamba leo hii kati ya Baali na kati ya Yahwe ni nani anapaswa kuabudiwa. Wakati walipopatana, Ahabu alimwambia, je, ukisoma Wafalme wa kwanza 18 mstari wake wa 17, akamuuliza Elia. Ahabu anamuuliza Elia, je, wewe si unayetambisha Israeli? Kwa hivyo manabii wa uongo na wale wamepotezwa na manabii wa uongo wanga wanawaona watumishi wa Yahwe, hao ndio wanaopoteza na pia wanahangaisha watu wa Elohimu. Wanaonanga nyinyi ndio kunapoteza. Maana anamuuliza Elia, wewe ndiye mtambishaji wa Israeli? Akamwambia kwamba hapana, si mimi, ni wewe, maana unawafundisha wana wa Israeli sanamu. Unajua Elia anasema, anamlilia Yahwe, anamwambia ya kwamba mimi nimebaki peke yangu na wengi wote, labda wengine manabii wako wameuawa na wengine zaidi ya hao ya kwamba wameinamia Baali. Lakini Yahwe alimwambia hapana, nimejisazia wengine 7,000 ambao hujawaona, ambao wewe huwajui. Lakini leo Yahwe anasema ya kwamba katika habari za kula sadaka iliyotolewa kwa ajili ya sanamu, na neno lingine ya kwamba uzinifu wa kiroho, tumtoe Yezebeli ndani yetu. Maandiko yanasema ya kwamba tukatubu. Hili neno Yeshua amelirudia mara ya 4.
maana tuko viatu na kusanyiko la nne, na Yashua anasema ya kwamba tubuni, anasema tubuni. Yashua yale maneno aliyasema ya kwamba tubuni, maana upande wa Elohim umekaribia. Lakini kama vile ilivyokuwa katika siku za Nuhu, inawezekana ya kwamba kukose hata mtu atakayeamini, lakini maandiko inabakia ni haya ya kwamba yawe nao watu wake, ya kwamba hata wasalio watatu au wanne yawe ajirudii, aseme ya kwamba niko na wanne, acha niongoe nionekane na wingi wa wanadamu. Hapana, yawe anasimama peke yake, hata kama atakabidhi wanadamu wote, yeye anabaki akiwa Elohim, maana ni nature yake, it is his nature. Lakini ndugu yangu, neno langu la siku ya leo, msomaji, hebu malizia hiyo haya niweze kuweka muda wangu, maana umepisha kunipa kisogo. Inasema namna gani? Tazama, inasema hivi. Nami nimempa muda ili atubu. Anasema nami nimempa muda ili atubu, wala hataki kuhutubia uzinzi wake. Lakini Yezebeli, maandiko yanasema kwamba hataki kuhutubia uzinzi wake. Tazama, anasemaje? Nitamtupa juu ya kitanda. Anasema nitamtupa juu ya kitanda, hao wazilio pamoja naye, na hao wazilio pamoja naye wapate dhiki kubwa. Anasema ya kwamba wapate dhiki kubwa wasipotubia matendo yake. Kwa hivyo anasema wasipotubia matendo yake, Yawe anasema atawapatia dhiki kubwa. Kwa hivyo ndugu yangu, Yawe anasema mimi na wewe tutubu, ya kwamba matendo ambayo tunayoyafanya ya Yezebeli, ya kwamba kufuata na kuchonga sanamu na kujitengenezea vitu ambavyo havineni, na kufanya uzinzi, kumwacha Yawe, yaani ukahaba wa kiroho, Yawe anasema tuachane nao. Haina faida kwetu kuabudu vitu ambavyo Yawe hakuviamuru, anasema tuachane nao. Anasema ya kwamba habari za uzinifu, anasema tutubie uzinifu huo, na ya kwamba turudie Yawe, ya kwamba tumrejee yeye. Endelea, inasema namna gani msomaji? Anasema tutubie uzinifu wetu, ya kwamba na ili ya kwamba asiweze kutupatia dhiki kubwa. Nikimalizia, maandiko yanasema Yawe ananena ili ya kwamba tuweze kuwa na Elohimu ambaye ametuagiza katika hili lote, ya kwamba anasema tutubie uzinifu wetu. Maneno ya Yawe ni kweli ndugu yangu, na singependa ukwazike ni kwa sababu ya neno hili, ya kwamba wakati napoambiwa tutubu, ya kwamba naumia ndani yangu. Hapana, inafaa hata nikiumia nibadilike, neno la Elohimu linibadilishe, ya kwamba isiwe ya kwamba kama Yezebeli anavyoambiwa hataki kuhutubia, hataki kutubu. Lakini Yawe anasema namna gani msomaji? Inasema nami nitawaua watoto wake kwa mauti. Yawe akasema nami nitawaua watoto wake Yezebeli kwa mauti. Makusanyiko yote watajua ya kuwa, na makusanyiko yote watajua ya kuwa mimi ndiye anichunguzaye viuno na mioyo, ya kwamba mimi ndiye nichunguzaye viuno na mioyo, nami nitampa kila mmoja wenu kwa kadri ya matendo yake. Hapo Yawe asema ya kwamba nami nitampa kila mmoja kwa matendo, yani kila mmoja kwa matendo yake. Baba yetu aturehemu sana, ya kwamba ikiwa kama ni hivyo, ya kwamba Yawe atatuangalia namna hiyo, anasema tutubie matendo yetu, turejee, we come back mahali ambapo tulipopotezea njia. Anamaliza anasema namna gani? Anasema lakini nawaambia ninyi wengine mlioko Thiatira, lakini nyinyi wengine nawaambia mlioko Thiatira, wote wasio na mafundisho hayo, na wote ambao wasio. Kwa hivyo kuna watu wako na mafundisho ya yaani wa Yezebeli, walio na mafundisho ya Yezebeli, na kuna wengine hawana. Yawe akanena kwa njia mbili, anamwambia yule mwanamke wa Yezebeli atubu, lakini sasa anaambia kwa wale ambao wasiokuwa na mafundisho ya Yezebeli, asema wasiozijua fumbo za shetani, wasizozijua fumbo za shetani, kama vile wasemavyo, kama vile wanavyosema, nitaweka juu yenu mzigo mwingine. Kwa hivyo Yeshua anasema hataweka mizigo mingine juu yenu, ila mlicho nacho, ila kile mlicho nacho shikeni sana. Kwa hivyo Yeshua akawaambia kwa kusanyiko lake wale wasiokuwa na mafundisho ya Yezebeli, akawaambia shikeni sana hata nitakapokuja. Anasema hata nitakapokuja. Yeye ashindaye, akasema na yeye ashindaye that overcomes. Anasema namna gani? kuna kuyatunza matendo yangu hata mwisho.
mwisho, na kuyatunza matendo yangu hata mwisho. Nitampa mamlaka, anasema nitampa mamlaka juu ya mataifa, atampa mamlaka juu ya mataifa. Yeye atawachunga kwa fimbo ya chuma, yeye atawachunga kwa fimbo ya chuma, na kwa vyombo vya mfinyanzi, na kwa vyombo vya mfinyanzi vipondavyo, kama mimi ni nami nilivyopokea kwa baba yangu. Kwa hivyo kama mimi nami, Yeshua anasema nilipokea kwa baba yangu. Kwa hivyo Yeshua kwa nani? Na baba yake. Endelea maliza. Nami nitampa ile nyota ya asubuhi. Nami nitampa ile nyota ya asubuhi. Yeye aliye na sikio. Yeye aliye na nini? Na sikio. Na afanye nini? Alisikia neno hili. Yeye aliye na sikio na alisikia neno hili ambayo Roho ayaambia makusanyiko. Kwa hivyo hapo tumemaliza sura ya pili ya Ufunuo wa Yohana. Kesho yake tunaingia kwa kusanyiko lingine la 5 na la 6 na la 7. Lakini Baba kwa rehema amesema ya kwamba ikiwa kwamba tuna maneno ya Yezebeli, ikiwa kwamba tuna matendo ambayo hayamfurahishi, ya kwamba yawe yasema ya kwamba tutubu, na kutubu ni kurejea. Mimi nawaambieni ndugu zangu, mahali ambapo hakuna kweli tutoke ndani, mahali ambapo pana kweli. Akasema aliye na sikio na alisikie lile neno ambalo Roho ayaambia makusanyiko. Nichukue wakati huu ili ya kwamba nipatie askofu wetu, ili ya kwamba baadaye ataweza kutia dua kwa ajili ya somo hilo, na Baba aweze kuwabariki katika jina la Yeshua. Karibu wasinia, na Baba akubariki sana. Basi tunashukuru sana kwa ajili ya hilo neno ambalo mtumishi wa Yahweh ametupatia, na tunasema barikiwe sana. Ni kwa sababu ni neno ambalo linatufaa, na tumeelezwa wazi ya kwamba tusiwe na matendo ya yule mwanamke ambaye anaitwa Yezebeli, ambaye anajiita nabii na kuwafundisha watumishi wa Yahweh na kuwapoteza. Kwa hivyo ni mzuri sana tujue pahali ambapo tupo, kama tuko na huyu roho wa Yezebeli, lakini bila inamuita nabii na pia anafundisha, lakini mafundisho yale si ya uzima, mafundisho yale ni ya kupoteza. Na kwa hivyo ni vyema tuangalie katika neno la Baba wetu, ili tukaweze kujua ukweli na pia tukaweze kujua uongo, sababu maandiko inasema watakaze na ile kweli, neno lako ndilo kweli. Kwa hivyo tunawakaribisha sana katika makao haya katika jina la Yeshua. Tunawapenda nyote watu wa jiji hili la Jua Kali na Marurui, na pia tunawaombea Baba wetu azidi kuwapigania vita vyenu, na pia hata katika vita vya kiroho na katika hali ya kuchanganyikiwa kwa kila aina, ili Baba wetu Yahweh akaweze kuwafungua na mkaweze kujua ukweli, na huo ukweli ukaweze kuwaweka huru. Hebu tuombe. Baba wa rehema, tunasema asante kwa ajili ya wema wako na pia fadhili zako. Umetushindania, umetuonekania na hata kutupa asubuhi njema ya sabato yako. Tunakushukuru sana kwa hicho kipindi tumekuwa nacho cha neno lako. Baba wetu Yahweh, tumelipanda katika watumishi wako. Tunaomba Baba wetu kafanye kaweze kumea watoto wako, watumishi wako kaweze kujua ukweli, wakaweze Baba wetu Yahweh kuokolewa, wakijua ukweli wakaweze kuokolewa, wakatoke katika uongo, katika jina la Masihi Yeshua. Tunawaitisha katika ufalme wako. Pia tunawaombea baraka zako, ukatembee pamoja na wao, ukawapiganie vita vyao katika manyumbani mwao, katika biasharani mwao, katika mambo yao yote. Tunawabarikisha katika jina la Yeshua. Asante kwa huduma wetu, ukawabarikie mtumishi wetu Hezroni, kaweze kumuinua sana na kumpa maneno mengi katika jina la Masihi Yeshua. Tukiendelea Baba kuwa pamoja nasi na utubariki, na katika jina la Yeshua mkombozi wetu. Amen, amen. Na wakaribisha nyote katika jina la Yeshua. Baba wetu awabariki. Basi nikimwalika mratibu wetu wa siku ya leo, Brother Zakaria,
ili akaweze kutuongoza. Karibu sana mtumishi katika